Chumvi ni moja kati ya viungo ambavyo hutumiwa katika mapishi mbalimbali ulimwenguni kote. Asilimia kubwa ya wanadamu wanaoitumia chumvi kwenye maisha yao wanaitumia katika mapishi tu, lakini hawajui nguvu mbalimbali za kiroho ambazo zipo katika chumvi. Kwani Mwenyezi Mungu alipoiumba chumvi, aliziweka nguvu zake katika chumvi, na ndio maana chumvi ni moja kati ya silaha za kiroho ambazo wanaojua siri ambayo imejificha ndani yake wanajua namna gani ya kuitumia. Kwa sababu ya nguvu ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka katika chumvi ya mawe, yapo baadhi ya madhehebu au makanisa ambayo hutumia maji ambayo yamebarikiwa kwa ajili ya kufanya utakaso katika maeneo mbalimbali, lakini maji hayo ndani yake huwa inawekwa chumvi ya mawe, kisha muunganiko huo unabarikiwa na muunganiko huo unakuwa na nguvu za kiroho. Ndiyo maana kupitia maji ambayo ndani yake kuna chumvi ya mawe, anaporushiwa mwanadamu ambaye ana mashetani au majini, utaona anachanganyikiwa kabisa, kwa sababu chumvi ni silaha ya kiroho ambayo unaweza kuitumia kufanya mashambulizi katika nguvu za giza. Kwa sababu unatamani nawe uweze kujua kuwa chumvi si kiungo cha mboga pekee, bali chumvi inaweza kutumiwa katika matumizi mengine ya kiroho. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia ni wakati gani unatakiwa kutumia chumvi, lakini ni watu wa aina gani ambao wanatakiwa kutumia chumvi, na kupitia matumizi ambayo nitakwenda kukuambia kuna maajabu makubwa ambayo utayaona kwenye maisha yako. Kuna vifungo mbalimbali vya kiroho ambavyo umewekwa bila wewe kujua, vitakwenda kufunguka na utapata uhuru wa kiroho. Miujiza mbalimbali itajidhihirisha katika maisha yako. Kama umevutiwa na video hii, amini mada hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni binadamu ambao wanatakiwa kutumia chumvi katika maisha yao. Namba 1, binadamu ambao nyota zao zimeibiwa ama kuchafuliwa. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini. Wapo wanadamu mbalimbali ambao nyota zao zimeibiwa ama kuchafuliwa bila wao wenyewe kujua. Lakini utajuaje kama wewe ni moja kati ya binadamu ambao nyota zao zimeibiwa ama kuchafuliwa? Ni kupitia ishara mbalimbali ambazo zitajidhihirisha katika maisha yako. Ukiona ishara hizi, ujue wewe ni moja kati ya wanadamu ambao nyota zao zimeibiwa. Ishara ya kwanza, watu wanaanza kukuchukia bila sababu yoyote ya msingi. Ukijaribu kukumbuka zamani yako, binadamu wengi walikuwa wanakupenda, lakini wale ambao walikuwa wanakupenda wanaanza kukuchukia, na unapojiuliza ni sababu gani ambayo inapelekea binadamu wengi wakuchukie, hauioni sababu yoyote ya msingi, kwani zipo sababu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea watu wengi wakamchukia mtu fulani, labda kwa sababu ya mwenendo wake mbaya, au labda kwa sababu ya aina ya maisha ambayo anaishi. Lakini wewe unapojaribu kuangalia, unajikuta maisha ambayo unaishi ni maisha ya kawaida kabisa, hauwakwazi watu wengine, lakini cha kushangaza watu wengi wanakuchukia bila sababu yoyote ya msingi. Namba 2, wewe ni mwanadamu ambaye umepoteza mvuto katika biashara zako bila kujua sababu hasa ni nini. Nyota ya mwanadamu inapokuwa imeangaza, vitu vingi ambavyo anavifanya katika maisha yake huwa anafanikiwa, kwa sababu huwa anakuwa na mvuto ambao binadamu wengine hawana. Na ndiyo maana inawezekana wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanapokumbuka zamani yao walikuwa ni wanadamu ambao katika biashara ambazo wanazifanya walikuwa wanaweza kupata wateja mbalimbali, lakini hivi karibuni mambo yamebadilika. Pamoja na kuwa wabunifu katika biashara mbalimbali ambazo wanazifanya, lakini wateja hawaendi katika biashara zao, na inawezekana biashara zao ni kubwa kuliko biashara za watu wengine. Hivyo kuna kila sababu za kuwavutia wateja, lakini cha kushangaza wateja wengi hawaendi katika biashara zao kama ilivyokuwa zamani.
Moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea hali hiyo, inawezekana nyota ya mvuto ambayo ulikuwa nayo awali sasa hivi imeibiwa ama imechafuliwa, na ndiyo maana unapitia wakati mgumu katika biashara yako. Namba 3, watu hawataki kushirikiana na wewe tena katika mambo mbalimbali. Inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye kutokana na ujuzi na uzoefu wako wa maisha, binadamu wengi walipenda kushirikiana na wewe katika vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na biashara. Lakini katika hali ya sintofahamu, sasa hivi watu wengi hawapendi kushirikiana na wewe tena. Kila mwanadamu anajaribu kukuepuka na haujui sababu hasa ni nini. Namba 4, wewe ni mwanadamu ambaye hata unapojaribu kusimama ili uzungumze, watu hawataki kukusikia tena kama ilivyokuwa zamani. Nyota ya mwanadamu inapoibiwa ama kuchafuliwa, mwanadamu hupoteza kibali cha kuzungumza na kusikika mbele za watu, kwani hata mwanadamu anaposimama na kuzungumza mambo ya msingi, watu humpuuza na kumuona kama amezungumza vitu visivyofaa. Na ndiyo maana zamani wewe ulikuwa ni moja kati ya wanadamu ambao waliposimama na kuzungumza, watu walizingatia sana maneno yako, lakini sasa hivi watu wanakupuuza kwa kila kitu. Lakini kundi la pili la binadamu ni binadamu walioingiwa na negative energy ndani yao. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, zipo aina mbili za nguvu ambazo hukinzana. Kundi la kwanza la nguvu ni positive energy. Hii ni nguvu chanya ambayo hutokana na nguvu za Mwenyezi Mungu. Ni nguvu ambayo inaweza kuvuta baraka pamoja na mafanikio katika maisha ya mwanadamu. Na kundi la pili la nguvu ni negative energy. Hizi ni nguvu hasi, ni nguvu ambazo zinaweza kuvuta mikosi, bahati mbaya, nuksi na umaskini katika maisha ya mwanadamu. Utajuaje kama wewe ni mwanadamu ambaye umetawaliwa na negative energy? Namba 1, utajikuta unaanza kuandamwa na mikosi ambayo hauelewi ni kwa nini inatokea kwenye maisha yako na si katika maisha ya watu wengine. Utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako hakifanikiwi. Yaani hata mambo mazuri ambayo yalikuwa yanakuja kwenye maisha yako zamani, sasa hivi hayaji tena. Baraka mbalimbali ambazo mwanzo zilikuwa zinatawala kwenye maisha yako, sasa hivi hazipo tena, badala yake unatawaliwa na mikosi. Namba 2, unajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unatawaliwa na bahati mbaya bila kujua ni kwa nini bahati mbaya zinatokea mara kwa mara katika maisha yako. Bahati mbaya ni jambo la kawaida kwa kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia. Lakini bahati mbaya zinapozidi kiwango cha kawaida, ni jambo ambalo unatakiwa kukaa chini na kujiuliza ni kwa nini bahati mbaya zinatokea katika maisha yako pekee na si katika maisha ya watu wengine. Inawezekana kila ambacho unakifanya kinapitia changamoto fulani, hasa kinapokaribia kufanikiwa. Inawezekana kuna biashara fulani unaifanya, unapokaribia kufanikiwa tu inatokea bahati mbaya ambayo inakwamisha biashara zako. Na si biashara tu, yapo mambo mbalimbali ambayo ni mazuri, ambayo kwa namna moja au nyingine yangeweza kuleta mabadiliko mbalimbali kwenye maisha yako, lakini kila mambo hayo yanapokaribia kufanikiwa, basi inatokea bahati mbaya na kukukwamisha. Ukiona hali kama hiyo inatokea mara kwa mara kwenye maisha yako, inawezekana wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wametawaliwa na negative energy. Namba 3, wewe ni mwanadamu ambaye kila wakati unahisi huzuni ndani yako. Unajua, zipo nyakati ambazo kwa sababu hakuna jambo lolote baya ambalo limetokea kwenye maisha yako, hautakiwi kuhisi huzuni au majonzi ndani yako, kwani vyote hivyo huwa ni lazima viwe na sababu fulani. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Mwanadamu anapokuwa ametawaliwa na positive energy, muda mwingi atakuwa na furaha ndani yake, lakini pindi mwanadamu anapotawaliwa na negative energy, atakuwa na huzuni, majonzi na mashaka kila wakati. Kundi la 3 la binadamu ni binadamu ambao wapo katika vifungo mbalimbali vya kichawi. Inawezekana wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wanashindwa kufanikiwa kwenye maisha yao kwa sababu kuna vifungo vya kichawi ama kuna laana fulani ambayo inatafuna uzao wenu. Unapojaribu kuangalia kizazi chenu, haumuoni mwanadamu hata mmoja aliyefanikiwa.
ukiangalia hata kizazi chenu kinachofuata, yani kizazi cha babu zenu, bado hakuna hata mmoja ambaye amefanikiwa. Yani kunakuwa ni kama kuna mnyororo wa umaskini ambao umewafunga katika uzao wenu. Kama wewe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili, basi nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wanatakiwa kutumia chumvi ya mawe. Kundi la 4 la binadamu ni binadamu ambao wanahitaji kujitakasa ili wawe na nuru ya kiroho ndani yao. Ukisoma maandiko katika kitabu kitakatifu cha Biblia, Wafalme wa Pili sura ya 2 kuanzia mstari wa 19 mpaka wa 22, watu wa Yeriko walimwambia Elisha kuwa maji ya mji yalikuwa mabaya na ardhi haizai. Elisha akaomba chombo kipya chenye chumvi, akaenda kwenye chanzo cha maji na kutia chumvi. Kisha akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutotoka tena humo mauti wala kuharibika. Na kuanzia hapo maji yalikuwa salama na watu waliendelea kuyatumia, hayakuzaa mapooza tena. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini, matumizi ya chumvi yameelezewa hata katika vitabu mbalimbali vya dini ambazo tunaziamini. Hivyo kuna baadhi ya watu wanaweza wakadhani labda kutumia chumvi ni ushirikina. Hapana, kutumia chumvi ya mawe katika kujitakasa si ushirikina, na ninakuhakikishia endapo utakwenda kulifanya zoezi ambalo nakuambia katika moyo wako ukiwa na imani, utakwenda kuona maajabu na miujiza ambayo itakwenda kukuacha mdomo wazi. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wapo katika makundi ambayo nimeelezea hapo, basi hivi ndivyo unavyotakiwa kutumia chumvi ili ukajiondoe katika vifungo mbalimbali na maisha yako yakabadilike. Hatua ya kwanza, chukua chumvi ya mawe na uweke kwenye maji safi. Mara nyingi chumvi ya mawe imekuwa ikitiliwa msisitizo kwa sababu ni chumvi ambayo haijapitia mchakato wowote wa viwandani. Ni chumvi ambayo bado ina asili yake. Ni tofauti na chumvi ya unga ambayo inauzwa katika maduka mbalimbali, kwani ni chumvi ambayo imepitia michakato mbalimbali, jambo ambalo linaweza kuwa limepunguza uwezo wake wa asili. Kwa sababu sisi tunahitaji kuitumia chumvi katika matumizi ya kiroho, ni vema tukatumia chumvi ya mawe. Na moja kati ya maeneo ambayo unaweza ukaipata chumvi ya mawe ni maeneo ambayo kuna maduka yanayouza vitu vya asili. Lakini hata katika masoko yetu ya mtaani unaweza ukapata maeneo ambayo chumvi hii ya mawe inauzwa. Cha msingi unapofika sokoni ulizia, nitaipata wapi chumvi ya mawe? Utakuta inauzwa katika maeneo mbalimbali. Utakapofanikiwa kuipata, basi ichukue chumvi kidogo. Unaweza ukapima ukubwa wa kiganja chako cha mkono, kisha ukaimiminia katika ndoo yenye maji safi au katika beseni lenye maji safi. Baada ya kulifanya zoezi hilo kwa usafi, hatua ya pili, unatakiwa kuchukua chombo ambacho kina mchanganyiko wa maji pamoja na chumvi ya mawe, kiweke mbele yako kwa ajili ya kufanya affirmation. Affirmation ni manuio au maneno ambayo unatakiwa kuyatamka kulingana na hitaji lako. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanahitaji Mwenyezi Mungu aweze kuirudisha nyota ambayo wameibiwa ama nyota ambayo imechafuliwa iweze kuwa safi, unaweza kutamka maneno haya: Ewe Mwenyezi Mungu, kupitia mchanganyiko huu wa maji na chumvi, ninajitakasa, ninahitaji nyota yangu iweze kurudi, ama ninaitakasa nyota yangu ikaangaze kama ilivyokuwa zamani. Na unapokuwa unaomba, ni vema ukatumia na maandiko mbalimbali ya Biblia ambayo yanaelezea matumizi ya chumvi. Kama wewe ni Mkristo na kama wewe ni mwanadamu wa imani nyingine, basi fanya sawasawa kulingana na imani yako. Baada ya kuwa umeyatakasa maji ambayo ndani yake kuna chumvi kwa kutumia ibada maalumu ambayo umeyafanya, huku ukiomba amani, ulinzi na nguvu za Mwenyezi Mungu, sasa unatakiwa kwenda katika hatua inayofuata. Hatua ya tatu, andaa maji ya kawaida, na maanisha maji yasiyokuwa na chumvi. Utakapochukua maji yasiyokuwa na chumvi, oga kawaida. Yaani oga kwa ajili ya kusafisha mwili wako, kuondoa uchafu wa kimwili kabla ya kwenda kuyatumia maji ambayo ndani yake umeweka mchanganyiko wa chumvi na kuyabariki. Utakapomaliza kuoga, sasa tuende katika hatua inayofuata. Hatua namba 4,
tumia maji ambayo ndani yake umechanganya chumvi, kisha yaoge maji hayo ambayo tayari umeshayatakasa, yamiminie mwili mzima kuanzia kichwani kushuka chini. Na utakapofanya hivyo, moyo wako uwe na imani. Endelea kumwamini Mwenyezi Mungu kuwa kila baya ambalo limefanywa katika mwili wako linakwenda kuondoka, kwani mwili wako ambao ulikuwa umewekwa kwenye vifungo mbalimbali vya kichawi unakwenda kutakasika. Utakapomaliza kuoga, kuna baadhi ya ishara ambazo utaanza kuziona. Kwanza kabisa, unaweza ukajikuta mwili wako ukahisi ni kama kuna kitu kizito ambacho umekishusha ndani yako. Lakini jambo jingine, unaweza ukajikuta ndoto mbalimbali mbaya ambazo ulikuwa unaota zikatoweka, lakini utajikuta ni mtu ambaye unahisi furaha ambayo hauelewi inatokana na nini. Utajikuta unakuwa mwanadamu ambaye watu ambao walikuwa wanakuchukia wanaanza kukupenda, lakini utakuwa ni mtu ambaye milango mbalimbali ya mafanikio ambayo ilikuwa imejifunga sasa inaanza kufunguka. Unakuwa na bahati kama ulivyokuwa zamani. Ukiona ishara hizo, ujue mambo yamerudi kuwa mazuri, maisha yako ya zamani yamerudi. Kila aliyeiba nyota yako haimiliki tena, bali nyota yako imerudi katika mikono yako. Utakapoona ishara hiyo, basi mshukuru Mwenyezi Mungu na endelea kumtii Mwenyezi Mungu ili aendelee kuweka ulinzi wa kiroho katika maisha yako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.